walikuwa napigana. Then kuna kijana mwenye alipanda juu akasema ghost inakuja nitakunyonya damu. Huyo mtoto alishout akisema ameona mtu amevaa pembe, amejipaka uso, kuna nguo ya white, red na black na anataka kunyonya watu damu. So ndo boys wakajipanga kwa stairs, girls wakipita wanategana wakilaliana, then wanakosa pumzi na wanakufia hapo. Mimi nilisukumwa tu kutoka kwa mlango, nikaroll kwa stairs, nikajigonga kichwa na nikakanyagwa aside. Sikuumia sana lakini rafiki yangu ndo alipass on. Walimu hawana shida. Walimu walikuwa staff room. Walikuja kama watoto wengi wenye wamekosa pumzi wamechukuliwa. Sasa ilikuwa tu mbaki watoto kidogo. Akaniambia mama, hiyo siku mimi nilikuwa kwa darasa. Kuna kijana mwenye alitoka kutoka class 6. Akakuja kwa gorofa. Akatuambia tokeni, walimu wamesema watoke. Kuteremka kwa stairs, huyo kijana akarudi juu akasema kuna ghost iko nyuma yake na imefaa nguo za white inataka damu. Ndio walianza bio ya kuruka kuteremka, yeye akategwa na wenzake. Mwenzake mwenye alikuwa ameshikana mkono alitoka akaruka, yeye akakufa. Lakini yeye aliteremka kwa hao wengine. Hapo ndio aliteremkia. Hiyo ndio tu aliniambia. Lakini hakuna, namuuliza maneno ya mwalimu, anasema hakuna mwalimu mwenye alikuwa kwa hiyo gorofa. Walikuwa tu watoto ndio walifanya tu hiyo kisaga yao. Watoto wangu wamesomea hapo kwa muda. Siwezi sema ni mara ya kwanza, lakini huyu mtoto ningefuata maneno yake, hii injury haingempata. Ilikuwa Thursday last week. Akaniambia, "Mom, abia papa anitoe kwa darasa ya gorofa." Nikamuuliza sababu ni nini. Akaniambia, "Mom, tukitoka juu vijana wanatutega na tunaanguka." On Friday alikuja akiwa na injury ya mguu, ametegwa na mwenzake na akawa ameumia. Mimi sikupigia mwalimu simu, nilishukua jukumu ya kumchoma na akaacha kuumia. On Monday asubuhi, hiyo Monday yenye aliamkia akaniambia, "Mom, papa akikuja shule juu kuna mkutano, mwambie aende kwa tisha yetu anitoe darasa ya gorofa." Mimi sikuambia baba yake, niliona kama ni kawaida. Ndio niliona kweli kuna kitu yenye alikuwa naona na mimi sikuwa naona kama ni hiyo kitu. Ndio sasa nimeanza kuregret kwa nini nisikuambia baba yake amtoe kwa gorofa ama kuenda kusema. Lakini huyu mtoto ameanza kulia mpaka akiwa class 3 hakuwa anataka shule hiyo. Lakini mimi kulingana na shule naipenda juu watoto wangu naona vile wana perform. Sijawahi mweka mahali ya kumtoa. Hata saa hivi amepata injury, naomba tu Mungu nitamrudisha tu kwa hiyo shule.